Habari za wakati huu. Mungu ni mwema, naye ameendelea kutubarikia kadri ya baraka zake na upendo wake. Leo tunataka tusome kitabu cha Ufunuo, ambapo ndipo siri za Mungu zilianza kufunuliwa kabisa baada tu ya Yesu Kristo kutoka hapa duniani. Tutasoma Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza nzima mpaka pale Bwana atakapotubarikia. Ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyasikia na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Heri asomaye na wao wayashikao, heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Yohana, kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyoko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa roho 7 walioko mbele ya kiti cha enzi, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni Baba yake. Utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Tazama, yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyoko na aliyekuwako na atakayekuja, Mwenyezi. Mimi Yohana, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo, nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana, na nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema, haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7: Efeso na Similna na Pergamo na Tiatira na Sardi na Filadelfia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7. Na nilipogeuka naliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Nami nilipomuona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo yote uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo,
siri ya zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7 na vile vinara 7 ni makanisa 7. Hiyo ndiyo aya ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo, na hilo ndilo neno la Bwana. Na hii ni PHD Ministry ikitangaza Injili, habari njema ya ufalme, na tupo katika habari za ufunuo. Siri za Mungu zinafunuliwa kwenu. Amwe tayari kulisikiliza neno la Bwana, na Bwana akawe Mungu wenu, akawape roho za kusikia popote pale ambapo sauti hii inasikilizwa, ikawe baraka, ikabebe roho ya uponyaji ndani yenu, nguvu ya mafanikio, uweza wa kushindana na yale maovu na kuyashinda, power, healing and deliverance ikawepo ndani yenu. Ekaraboshando rikobobosi karabosi, katika jina la Yesu aliye hai. Nimetuma kubariki, nami ninawabariki. Maneno ya sauti hii yakaende na baraka za ufungulivu, yani Bwana ukatende kazi katika jina la Yesu aliye hai. Bwana, sauti hii ikaende kuokoa. Yes, hata kama watu hawana macho ya kuona wakapate macho ya kuona, hata kama hawana masikio ya kusikia wakapate masikio yenye kusikia, hata kama hawana Bwana akili ya kuelewa wakapate akili ya kuelewa. Yani neno lako lisiwafikie mpaka masikio yao yamefunguka na macho yao yamefunguka na moyo wao umekuwa mlaini, ili neno lako lisipotee katika jina la Yesu aliye hai. Wakawe udongo nzuri, wakazae 30, 60, 100 na maradufu zaidi. Basi kwa sababu Bwana anaona ni vema tukaendelee kusoma ili tulibariki jina lake, anipende kukukaribisha. Hii ni PHD Ministry na mimi ninaisema na ni mtumishi wa Mungu Ambrose Alon Nyoni. Bwana akipendezwa na aniongeze, lakini yeye anasema nikipenda, nikitaka, nimekwisha kutaka, yote yanawezekana kwake aaminie. Nami ninaamini Bwana amekwisha kuniinua katika jina la Yesu aliye hai, nami yeye ndiye atakayenipa jina katika jina la Yesu aliye hai. Sura ya 2 kutoka katika kitabu cha Yohana, kitabu cha Ufunuo, aya ya kwanza. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira kwa kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahala pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo mimi nayachukia, naye ambayo na mimi nayachukia. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Similna andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi la Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima.
uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Na kwa kanisa na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika: haya ndiyo anenaye yeye aliye na huo upanga mkali wenye makali kuwili, na pajua ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nawe walishika sana jina langu, wala hukuikana imani yangu, hata wakati siku za Antipa shahidi wangu mwaminifu wangu aliyeuawa kati yenu, hapo akaapo Shetani. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa kunao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli, kwamba kwa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikao mafundisho ya Wanikolai vile vile. Basi tubu, na usipotubu naja kwako upesi, nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya, asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Yes, Bwana utupe kupokea zawadi hiyo, na jina jipya fanyike upya. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya, asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Aya ya 18 sura ile ya pili inasema: na kwa malaika wa kanisa lililoko Tiatira andika: haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kuutubia uzinzi wake. Tazama, nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye, wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzaye viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Tiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za Shetani, kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Narudia tena, aya 26 anasema, na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, na atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo. Kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Hilo ni neno la Mungu, na hiyo ni aya ya pili. Yes, ni sura ya pili kumlazi. Na sasa tunaingia sura ya tatu ya kitabu cha Ufunuo. Ni aya ile ya kwanza inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba.
Nayajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayokufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Nitarudia hapo, anasema nayajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Uwe mwenye kukesha, uyaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Walakini usipokesha, nitakuja kama mwivi, wala hutajua saa nitakayokuja kwako. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasioyatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Ufunguo. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi, yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu. Mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, wajaribu wakaao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Jina langu mwenyewe lile jipya, anasema, ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Yeye aliye na sikio na ayasikie maneno haya, na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika: haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Nayajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una vuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Wote ni wapendao mimi
na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakuwa pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yes, hilo ni neno la Bwana, na hapo ndipo ujumbe kwa kila kanisa umeishia, na tunaingia sura ya 4. Jina la Bwana libarikiwe, aweze kuturuhusu tufike hata sura ya 5. Yes, aya sura ya 4 ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kama ndio unafika, aya ya kwanza inasema, baada ya hayo naliona na tazama, mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Na mara nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki, na upinde wa mvua ulikizunguka kile kiti cha enzi, ukionekana mithili ya zumaridi. Na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. Na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngulumo, na taa 7 za moto zilikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho 7 za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai 4, wamejaa macho mbele na nyuma. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai alikuwa mfano wa ndama, na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu, na mwenye uhai wa 4 alikuwa mfano wa taa ya lukae. Na hawa wenye uhai wa 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwako na aliyeko na atakayekuja. Na hao wenye uhai wanampa yeye aketie juu ya kiti cha enzi utukufu na heshima na shukrani, yeye aliye hai hata milele na milele. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele. Nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi, wakisema, umestahili wewe, Bwana wetu na Mungu wetu, kuupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako, navyo vikaumbwa. Hiyo ni sura ya 4 ya kitabu cha Ufunuo. Kwa neema ya Bwana tuendelee hata sura ile ya 5. Sura ya 5 ya kitabu cha Ufunuo wa Yohana, aya ya kwanza inasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi
aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani alistahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda pate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na kitasa na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 mara 10,000 na 10,000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana-kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi, ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, nalivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema, amina. Na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Hilo ndilo neno la Bwana. Sifa kwake Yesu Kristo, na utukufu na uweza na nguvu na mamlaka na baraka na kuabudiwa viwe kwake yeye Bwana Mungu wa utukufu, aketie juu ya kiti cha enzi kilichoinuliwa sana. Ninamshukuru sana Bwana, ninasema asante. Amina. Asante sana Bwana wa majeshi kufika mahali hapa. Kama ndiyo unafika mara ya kwanza, hii ni PHD Ministry, yes, ikiongea nawe kutoka katika channel yetu hii pendwa. Nawe tunakukaribisha sana mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji, ikakubariki neno la Bwana, likakubariki na roho zile 7 za Bwana. Yes, moja kama hawezi kupokea zote, basi 1 au 2 au 3 zikakubariki, ukapate kuwa mzima, ukapate kufanikiwa sana, likakubariki neno la Mungu la mahali hapa. Basi bila kusita, ninakuomba uweze kusubscribe kabisa. Ukipendezwa unaweza ukashare kwa mtu yoyote, si Muislamu, si Mkristo,
Yeye asiyeamini Mungu, yeye mwenye kuabudu mizimu, yawezekana sauti hii kwa sababu ina neno la Mungu la utukufu, imebeba roho za Mungu na roho za mafungulivu, roho za wokovu, roho za nguvu ziko ndani ya sauti hii. Bwana aweza kukupa uzima, basi usiwe na choyo. Share, mpelekee, share zaidi, share. Unaweza pia kucomment, unaweza pia kuuliza maswali, maana sisi tunapenda maswali. Tunajifunza kwa ajili ya kulijua neno la Mungu, na pale linapokuwa swali, maana yake ni elimu inafunguliwa. Na tumeona Yesu Kristo ana funguo za kuzimu na funguo za mbinguni. Yeye afungaye, hapana afunguaye, na anayefungua wala hapana anayefunga. Nasema nimeweka mbele zako mlango ulio wazi, wala hapana atakayeweza kufunga. Bwana akikubariki, amekubariki katika jina la Yesu aliye hai. Nami ninasema asante. Basi Baba, ninakushukuru, Mungu wa uweza mwingi, Baba wa milele yote. Yes, ninawabariki watu wako katika jina la Yesu aliye hai. Yeyote uliyemfanya aweze kufika hapa kwa bahati mbaya au kwa kutumia au kwa kukaribishwa, ninakuomba usimwache aende hivi hivi, ukambarikie siku zote za maisha yake. Ninasema asante kwa kumleta yeye, endelea kuleta na watu wake wote, walete katika mahali hapa ambapo tunalitukuza jina lako Bwana. Ukapainue, ukapaongeze, ukapazidishe sana katika jina la Yesu aliye hai, pakawe na nguvu zote za uweza wa kimungu zenye kuokoa, nguvu zenye kuponya, nguvu zenye kutibu. Watu wakapate matibabu, uzima na nguvu na mamlaka. Shusha roho zako mahali hapa, neno lako Bwana likafundishike, watu wakasikie na kuelewa. Nimeomba katika jina la Yesu aliye hai, amen. Basi Bwana akubariki sana. Kama umeona ni vema, umependezwa, wewe una sadaka yako, una fungu la 10, una nadhiri zako, una majitoleo yoyote, kama unaweza, Mungu amekugusa, unataka kuweka mbegu ya Injili, wewe una milioni za kutosha, wewe una trilioni za kutosha, una mabilioni ya kutosha, unaruhusiwa kutuma pesa yako katika namba za akaunti hizo ambazo zinaenda chini ya simu au katika pembezoni mwa kioo cha simu hapo unapoangalia, au TV, au unaangalia kwenye iPad au kwenye mambo yako makubwa. Bwana amekubariki. Yes. Basi usisite kumtolea Bwana. Unaweza ukatoa sadaka yako, nawe unaweza ukainua simu yako, au unaweza ukainua sadaka yako, unaweza ukanuia moyoni mwako. Yote yanaweza kuinuliwa kwa sababu kila jambo ni imani, na mkono ambao Bwana ameuweka wa kupokea baraka kutoka mbinguni ni mkono wa imani. Hilo ndilo neno. Utapokuwa unazidi kuwepo mahali hapa, basi utajifunza mambo mengi, ikiwamo pamoja na hayo mambo katika jina la Yesu aliye hai. Ni sehemu ambapo siri za mbinguni zinafunuliwa katika jina la Yesu aliye hai, kwa ajili ya mema, kwa ajili ya kuwakomboa, maana wakati umebaki mchache. Basi inua sadaka zako, inua sadaka yako. Wewe ambaye hauna hapo, unaweza ukanuia moyoni mwako, ukasema nitaitafuta, nitatuma. Andika namba hizo uweze kutuma hata baadaye, lakini wewe unaweza kutuma hata sasa. Wote kwa pamoja, popote pale mlipo, inueni mikono yenu juu, inueni ili niweze kupata kuwabariki. Neno la Bwana linasema, anayenitolea sadaka ndiye anayeniabudu. Lakini Bwana anasema, ninapendezwa na huruma, sio sadaka za kuteketezwa. Bwana Mungu wa majeshi, lakini ni wewe uliyesema tukutolee fungu la 10 na sadaka mbalimbali. Basi mbegu ya Injili aliyoitoa mtumishi wako, sadaka yoyote aliyoitoa mtumishi wako, amanuizi yoyote aliyoenuia ya baraka katika jina la Yesu aliye hai katika huduma hii, kama kuna mtu amenuia mabaya, yamrudie yeye, ila ninampa rehema za kukombolewa. Kila alichonuia kizuri kikamrudie kwa baraka na wingi tena wa ajabu, kipimo cha kusukwasukwa na kushindiliwa hadi kumwagika. Kama ni ndoa ikawe njema, kama ni kazi ikawe njema, kama ni fedha ikawe njema.
wape baraka za mazao shambani, ukatoe roho za mapooza katika maisha yake Baba, roho za kuonewa zisiwapo katika maisha yao, yani katika ulimwengu wa kiroho au katika ulimwengu wa kimwili. Shetani asiwanyanyase, asiwapo adui atakayegusa kitu chao chochote kwa maana ya hila mbaya, katika jina la Yesu aliye hai. Nimezuia uonevu kwao, nimezuia yule alai. Bwana ukawalinde na kuwabarikia, ukawape nguvu na uzima mwingi, baraka za kufunguliwa, baraka za kuponywa, baraka za kuokoa, pia na mafungulivu Bwana. Vipawa mbalimbali vikawashukie juu yao na kukaa ndani yao. Bwana wa milele yote, wewe katika kitabu kile cha Mika sura ya 6 inasema Yesi, mwanadamu, Bwana Mungu wako amekuletea neno jema, ila tu ni kupenda rehema na kutenda na kuenenda kwa unyenyekevu mbele zake. Bwana, wape unyenyekevu mbele zako, wape kubarikiwa Bwana, wape kujua kwamba rehema zako ni nyingi kuliko matatizo yanayowakumba. Lakini Bwana, wewe uliowabariki, utukufu ni wako na uzima na nguvu. Hata sasa tunakushukuru sana, kwa maana umetubarikia sana Bwana. Asante sana, na wote tuseme amen. Asante sana, Bwana akubariki hata wakati mwingine. Hii ni PHD Ministry ikisema pamoja nawe kutoka Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania, mikoa yote ya Tanzania. Wewe ulioko nje bara tofauti, lazima niseme ni Tanzania, Dar es Salaam, mji mkuu na mji uliochangamka wa Dar es Salaam. Lakini ni kutoka Tanzania, Dodoma, mji mkuu wa Tanzania. Karibu sana Tanzania upate kutalii, lakini karibu sana PHD Ministry katika jina la Yesu aliye hai, na Bwana na jina la Bwana lizidi kubarikiwa sana. Ewe ulioko mahala popote pale, ukawe mjumbe mzuri wa Bwana katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akubariki na akupe nguvu na azidi kukuzidisha.